aina kuu mbili za hadithi. Kuna aina kuu mbili za hadithi. Kuna hadithi za kubuni na hadithi za kihistoria. Hadithi za kubuni na hadithi za kihistoria, vizuri. Na hizi hadithi za kubuni, matukio yake yanatungwa, matukio yanatungwa. Zile hadithi za kihistoria ni matendo ambayo yaliwahi kutendwa, Kwa hivyo ukiulizwa aina mbili kuu za hadithi ni hizo, hadithi za kubuni na za kihistoria. Kwa hivyo kuna vipera kadha wa kadha vya hadithi, yaani vipera mbalimbali vya hadithi. Kwanza kuna hurafa, kuna aina ya hadithi inaitwa hurafa. Hurafa ni hadithi ambazo wahusika wake ni wanyama. Hurafa ni hadithi ambazo wahusika wake ni wanyama. Ni hadithi ambazo wahusika wake ni wanyama. Kumbuka tukisema wahusika ni wanyama, wakati mwingi hawa wanyama wanapewa kufanya kama binadamu, si ndio? Wanaweza kuongea, wanaweza kufanya hivyo. Kwa hivyo unasema tu wahusika wake ni wanyama. Pili, kuna hekaya. Hekaya ni hadithi ambayo ina mhusika ambaye ni mjanja kuliko wenzake na anatumia huyo ujanja kujinufaisha. Kwa hivyo ni hadithi ambayo kuna mhusika ambaye ni mjanja kuliko wenzake. Wakati mwingi inaweza kuwa ni sungura. Wakati mwingi umesikia Kaya za Abunuwasi, mhusika mmoja ambaye ni mjanja kuliko wenzake. Kisha kuna visasili. Visasili huelezea asili ya mambo katika jamii. Naweza kueleza kifo kilianza wapi, mauti yalianza wapi, mambo ya ndoa. Kwa hivyo asili ya mambo katika jamii. Kuna migani. Migani ni hadithi za mashujaa. Kwa vile unazungumzia Mekatilili wa Menza, Fumo Liyongo. Kwa hivyo migani ni hadithi za mashujaa. Pia kuna hadithi za mazimwi ambapo kuna wahusika majitu. Ukitaka unaweza kuita mazimwi, wahusika majitu. Hivi ni viumbe vya kufikirika. Kuna mtu ameshaona jitu? Ni viumbe vya kufikirika tu, vinaumbwa. Na kisha kuna hadithi za mtanziko. Mtanziko, hizi ni hadithi ambazo mhusika hajui chaguo linalofaa. Mhusika hajui chaguo linalofaa. Yaani wakati mwingi unapata pale kuna matukio mengi, anapaswa kuchagua moja lakini hajui. Kwa sababu kila chaguo anaona lina matukio, mwisho wake ni matukio ni mabaya. Na nitakupa mfano. Upewe hadithi ambapo wahusika kuna mama, baba na mtoto. Kuna mama, baba na mtoto. Na pale katika ile hadithi upate kuwa baba ana kazi, mama ana kazi. Kwa hivyo familia yote inamtegemea nani? Baba. Na baba ni mkwasi kabisa. Anatunza familia yake vizuri kabisa. Lakini mama kwa sababu hana kazi, si anakaa pale nyumbani. Hata hajaelimika. Yuko pale nyumbani, lakini ana furaha kwa sababu familia inaendelea vizuri. Na familia hiyo si ya mtoto mmoja, ni ya watoto 4. Lakini huyu mkubwa, kuna huyu wa kwanza ambaye ni mkuu.
Kisha huyu mtoto siku moja baada ya kutoka shule, yuko chuo kikuu, tuseme yuko chuo kikuu, anatoka chuoni, anamwona babake na kidosho wanatembea. Akimwona babake wanatembea, anamfuata unyo, anaona wanakwenda wapi? Kula mahali, si ndio? Na akimwangalia yule kidosho ameelimika, si ndio? Hata yale elimika, kwanza anasikiza mahali sehemu yuko, anaweza kuona wanazungumza kwa lugha ambayo hata mamake hawezi akazungumza, si ndio? Alafu baadaye waona wameingia katika sehemu za kufanya nini? Za malazi. Sasa je, ungekuwa huyu mtoto ungefanya nini? Kwanza, ungeenda kumwambia mamako? Ukimwambia mamako, akitoka aende, si atasema mwende pamoja na hana pesa. Sasa umeanza ufukara, si ndio? Au ukimwambia mamako atakasirika, si ndio? Na aanze kulia, na wakati wote hawa ana nini? Ana furaha. Na mkikaa pale kwenye boma, kama hamna furaha, kama mama ana furaha, hamna furaha, si ndio? Hilo ni chaguo la pili. La tatu, mwambie baba umemuona. Baba anaweza kukuchapa, si ndio? Anaweza kukuchapa na kuambia unafuata nini? Mambo ya uongo. Kumbuka hata ukimwambia mamako, babako anaweza kukana, aseme unafanya nini? Unadanganya, naanze kukuchukia. Na kumbuka kuwa uko chuo kikuu, aache kukupea nini? Pesa. Aseme aendelee na yale masomo, aendelee na kufadhili masomo yako. Kwa hivyo ni chaguo lipi nzuri? Au utachagua kunyamaza? Lakini kumbuka ukinyamaza, si anaendelea? Nani anaathirika? Wewe na mama yako, si ndio? Hiyo ndio mfano kwa kifupi tu hadithi ya mtanziko.